ni generational, ni la vizazi, ama ni la kwangu mimi mwenyewe, mzigo ambao nimebeba mwenyewe. Kwa hiyo nimelala, kwenye ndoto niko shambani, maana nyumba yetu ni kama shamba, nyumba ipo katikati. Sasa nimetokea huko nyuma, na huko nyuma kuna kamti kamkorosho. Ajabu ni kwamba wakati na pay attention kwenye ule mti juu, kuna nyoka mmoja mkubwa kweli kweli anazunguka tu kwenye ule mti. Kuna kitu kikawa kinaniambia, mtu ambaye alikuwa na pembeni, sijui ni nani, lakini nilikuwa na feel kuna presence ya mtu, na alikuwa anasema usiogope, nenda. Kaona okay, no problem. Na kweli sikuwa na fear ndani yangu, nikawa natembea sasa kuelekea kuifikia ile nyumba. Mpendwa, huwezi amini, kwa sababu nilipokuwa napita, attention yangu ikawa inaangalia ndani, nikawa naangalia kwenye lile shamba. Kuna mashimo mengi kweli kweli, na kwenye mashimo nyoka wanatoka wanapanda na kushuka, nyoka wanapanda na kushuka, nyoka wa kila aina ambao wewe unaojua, wa kila rangi, wa kila wenye sumu kali, wasiokuwa na sumu, kobra sijui nini, wote naona wanapanda na kushuka, na mimi ndo natembea kwenye hiyo njia. Wakati nafika katikati pale sasa, ndo nimefika katikati, yani ni kama mita kadhaa kufikia nyumbani. Nyuma yangu nikawa napata sense, mbona kaa siko peke yangu? Ile moment nageuka nyuma, niliona kuna kipisi. Sasa kipisi ni kama nyoka mfumo wa python, yani kama mfumo wa lile anaconda, lile chatu sijui tunaita, kubwa kweli kweli, yuko nyuma yangu. Yule nyoka kawa anakuja vicious kabisa, yani ananifuata. Sasa na mimi naongeza speed nitembee, nyoka ananifuata. Ajabu ni kwamba huku kwenye mwili wangu wa kawaida huku sasa nikawa naanza kupata shida. Yule nyoka ananisogelea, nikawa nimekwisha fika nyumbani. Nyumbani nilipofika, nilikuwa namuona mmoja kati ya seniors wangu, wazee wangu. Mmoja namuona yuko kule, anatoka upande wa pili, upande ambao opposite ya kwangu mimi. Yeye anakuja yeye nyumbani kwenye kajiko kakuni pembeni, amekamata kuni, anakuja kupika sijui kufanya nini, I don't know. Lakini akawa anakuja ananijia mimi. Funny thing ni kwamba yeye anaona kinachotokea kwangu mimi, yeye akawa anaogopa. Muoga to the point ka drop kuni zake, anashangaa. Mimi sasa wakati wa pili huku, yule nyoka kashanisogelea, kaanza kunifunga, anataka kunimeza. The moment amenitight, anaanza kunisqueeze, nikashtuka. Nimeamka, mwili wangu ni mzito in a way, yani kama nimebeba vitu vizito, lakini mwili wangu ni mzito, siwezi kukuelezea. Nimeamka, nikaenda kujisaidia, najivuta. Nimetoka chooni, nimefika, nimekaa kitandani, nimenamisha kichwa chini. Nikakumbuka, ni kama sauti tu kaniambia sali. Nikaanza nikasali. Tena sala yenyewe ilikuwa ni fupi tu. Mungu wangu, naomba nisaidie, niokoe. Sijui nateseka na nini. Kuna roho inaniandama, naomba uniokoe. Basi Bwana. Ile narudi kitandani, nalala. Nimeamka pale pale kwenye ndoto ile sehemu ile nilikoishia. Nimeamka pale pale, yule nyoka kanikamata, lakini safari hii sasa mikono yangu imeshika kuna upanga ambao nimebanwa nao. Kwa hiyo kila alipokuwa akinifunga, yule nyoka alikuwa anajikata mwenyewe. Baada ya kuona maumivu yamekuwa makali, yule nyoka akajifungua kwa hasira, akaniacha, akaondoka. Nikaamka tena, nimekaa mwepesi. Nimeamka, nimekaa na tafakari ile ndoto, ndo kumbukumbu zikanijia kwamba what you are dealing with ni kitu ambacho ni generational, kimekuwa kwenu kwa muda mrefu. Na hapo ndipo ambapo nilikuja kujifunza kitu cha msingi sana kwenye vita za kiroho ambacho wengi hatukijui. Have you ever wondered why? Unaweza ukaombewa, pepo likaondoka, lakini baada ya muda kidogo tu kuna vitu unahisi kana kwamba hujaokolewa.